Lakini wakati napita nimekutana na hili tukio, kikweli limenisikitisha, limenigusa. Na nawapa pole sana wakazi wa eneo hili kwa sababu hili tukio limeonekana kwamba si mara moja. Lakini ninachokiomba kwa serikali kuu na serikali ya mtaa, ijitahidi kutoa elimu zaidi kwa wale ambao wanakuwa labda wanafununu kwamba labda kuna watu fulani wanajishirikisha na masuala hayo. Aidha vile vile ulinzi shirikishi kama alivyotoka kuongea ndugu yangu hapo. Tuna imani na serikali yetu ya sasa hivi. Najua haiwezi kulifumbia macho kwa sababu tayari imeshafika katika vyombo vya habari. Na kama ndio hivyo tunalifikisha, tunawaomba wa ngazi za juu hasa polisi waweze kuwapa elimu hawa wakazi wa eneo hili hapa. Kwa sababu mimi mwenyewe nina taarifa za kwamba hili eneo bwana, ukisema upite mida kuanzia ya saa 4, saa 5, saa 6 za usiku, hata kama ukiwa na dharura, kikweli unajikuta huko katika hatari kwa sababu kuna vijana hizo wakazi ambao sio wakazi wa hapa, labda wanatoka eneo tofauti, wanakuja kufanya matukio na wanawaachia wenzao matatizo. Kwa hiyo wito wangu, serikali ya mtaa ikae iunde kama ni vikundi mbalimbali viongezeke vya ulinzi shirikishi. Kama kuna mtu ambao anamhofia labda kidogo vitendo vyake haviendani na utaratibu wa mtaa, waweze kumchukua, waweze kumhoji na waweze kuangalia jinsi gani waweza kuisaidia hii jamii. Ili tukio maafisa wako zaidi ya 3 au 4. Ombi letu sisi kwa serikali, tunaomba msaada. Shirikishi wapo, wajitahidi kuendelea kutembea ili kuangalia kudhihirisha usalama wetu. Maana wengine wanafanya kazi Msamvu, tunakaa huko maafisa, kwa hiyo tunakuwa tunahofia hata muda wa kurudi. Sasa tujui tunakuwa tunarudi muda gani. Inabidi sasa tuanze kurudi hata saa 12 au saa 11 ufike nyumbani kwako kwa sababu kwa usalama wako. Sasa ni hatari sana hali yenyewe kama kimaisha sasa hivi jinsi ilivyo, kwa hiyo unawahi sana kurudi nyumbani kwa ajili ya kujilinda mwenyewe, inakuwa sio vizuri. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie kwa hili. Ulinzi uongezeke, shirikishi wae pamoja na sisi, na sisi tutakuwa pamoja na wao. Kama kuna chochote mwenyekiti Ahmadi sisi tunamuelewa sana, yuko vizuri na imani atatusaidia hili. Asubuhi ya leo tulipokea taarifa kuna maiti iko hapa imetelekezwa. Kweli nimefika eneo la tukio, nikaiona hii maiti ni ya mtu mzima, ana michubuko mwilini, ni kama mtu aliyopigwa. Kiukweli hii hali kwa mwaka huu ni tukio la kwanza, lakini huko nyuma iliwahi kujitokea namna hii. Wito wangu kwa wananchi, vitendo vya namna hii havikubaliki kwenye jamii, sio jambo zuri. Yoyote mwenye taarifa aina yoyote fununu afike kwenye ofisi za serikali ya mtaa atoe taarifa au afike polisi kwa ajili ya taarifa. Tulindane wenyewe kwa wenyewe. Inawezekana kitendo hiki kikafanyika nje ya hapa na kwa hali inavyoonekana ni kama mwili ambao umeletwa, lakini haiwezekani kwa watu wote wa hapa tukashindwa kujua au kuona. Inawezekana tu kuna watu wameona walete taarifa ili sheria ifuate mkondo wake. Lakini cha pili ni washukuru jeshi la polisi kwa kweli. Baada ya kuwapa taarifa waliweza kufika kwa wakati, waliugeuza huu mwili hapa na wananchi kuzunguka kuuangalia, haukutambulika kwa maana sio mkazi wa huku.